Wewe soja, wachana na hao wananchi. Wacha wananchi wakuja hapa karibu bana. Wewe hao wananchi wako sawa. Wale mko mbali mnaweza kuja hapo karibu. Mvita hoye! We soja, wachana na hao wananchi wakuja hapa karibu bana. Wewe wacha hao wananchi wakuja hapa karibu. Mvita hoye! Mvita mambo! Mombasa mambo! Pwani mambo! Walisema hayawi. Ni leo ama si leo bwana? Mimi nimefika hapa Pwani. Nimekuwa hapa sasa karibu siku 5. Na leo asubuhi nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Pwani hii. Sikizeni watu wa Pwani. Mimi niliwaeleza ya kwamba tumekuwa na siasa hapo nyuma ya ubaguzi, ya ukabila na chuki, na nikawaambia mara hii kwa mapenzi ya Mungu tutafanya juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, tuondoe siasa ya ukabila na ubaguzi. Mambo ya maendeleo iwe ni haki ya kila sehemu ya Kenya. Ni kweli ama si kweli? Sikizeni bana. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni si ni kulipa. Niliwaeleza watu wa Pwani, poti ya Mombasa haiwezi kupelekwa kwingine. Ndio sababu operation ya port nilirejesha Mombasa siku yangu ya kwanza ofisini. Na hiyo haitoshi. Leo tunapanua port ya Mombasa, tunapanua Dongo Kundu, tunatengeneza barabara zaidi, tunajenga affordable housing. Tuhakikishe ya kwamba Mombasa hii inakuwa for sure the second largest city in the Republic of Kenya. Mombasa hoye! Na sababu hiyo ndio mimi nataka niwaeleze watu wa Mombasa. Leo tumekuja kuanzisha hii soko yenu hapa. Na hii soko tuko nayo hapa ilikuwa soko mzee. Si mnajua hivyo? Na nimekubaliana na Abdul Swamad, gavana wenu, ya kwamba hii shamba ambayo ilikuwa ya county amenipatia mimi. Nimeweka pesa hapa milioni 600 kujenga soko ya ghorofa 4 na kujenga affordable housing ya ghorofa 16 juu yake. Ndio wananchi hapa wapate makao na wafanye biashara. Mombasa hoye! Sikizeni bwana. Mimi niliwaeleza tutafanya mpango wa affordable housing. Wengine wakaniita Zakayo. Sijui nini. Lakini leo hii Mombasa kupitia kwa affordable housing tumeweka pesa 31 billion Kenya shillings ya kubadilisha hii Mombasa. Manyumba tunajenga hapa Mvita, nyumba 2000. Pale Changamwe tunajenga nyumba 2000. Pale Nyali tunajenga nyumba 2000. Pale Likoni tunajenga. Hapa Jomvu tunajenga nyumba 10,000 mpya inajengwa hii Mombasa County kupitia kwa affordable housing. Tuendelee ama tuendelee bana? Waliniita Zakayo, lakini leo manyumba inajengwa. Soko ndio hii inajengwa hapa. Mnasema tuendelee na kazi tusiendelee? Tuendelee na kazi tusiendelee? Mimi nataka niwaeleze watu wa Mombasa, kwa sababu tumesema hii Mombasa lazima tuibadilishe. Pia na wahakikisha ujenzi wa Dongo Kundu inaanza. Maji ya Mwache ninamaliza in the next 6 months. Maji itajaa hapa Mombasa, itaenda Mariakani, itaenda Kilifi, itaenda Kwale, kwa sababu hiyo mradi sasa tunaikamilisha. Tuhakikishe ya kwamba tunabadilisha Mombasa County
na Mombasa County itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. Sio soko hii peke yake ninajenga soko ingine 4 ili tuhakikishe kwamba Mombasa inakuwa a modern city. Hapa kwenda kupitia Nyali, nimesema ya kwamba tupanue hiyo barabara. Sasa tunafanya barabara ya leni 4 kutoka hapa bridge ya Nyali mpaka Mtwapa, na kutoka Mtwapa natengeneza mpaka Kilifi, ndio ifunguke sehemu hii Mombasa iwe ni city ya kisasa. Acheni mchezo bana. Sijui kama tunaelewana. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Vile vile nimesema ya kwamba port yetu ya Mombasa vile tunaipanua, Dongo Kundu tunaiongezea, na vile vile tuhakikishe ya kwamba kuna biashara ya kutosha, vijana wa hapa wapate ajira. Leo asubuhi nimekuwa pale Mariakani. Pale Mariakani nimefungua substation ambayo italeta stima kutoka kule Naivasha, stima kutoka Ethiopia ambayo sasa itafika Mombasa hii kungurumisha kampuni na viwanda hapa Mombasa, ndio tuhakikisha kwamba nafasi za ajira zinapatikana kwa vijana wetu. Mombasa hoye! Tatizo kubwa la Mombasa hii ilikuwa ni stima kidogo. Stima hapa haifiki. Ilikuwa ni mambo ya thermal power ambayo inacharge pesa nyingi. Lakini sasa kuanzia leo ile substation tumefungua pale Mariakani, sasa stima ya bei nafuu itafika Mombasa. Stima ya kutosha itafika Mombasa. Dongo Kundu itapata stima. Kilifi itapata stima. Sehemu hii yote itapata stima. Ndio tuweze kuweka viwanda ya kutosha ili vijana hawa wapate ajira. Jameni, tuendelee na masomo na kazi ya kwenda mbele. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Thursday, mimi nilikuwa hapa Thursday na nimetangaza rasmi kwa kwamba watu wa Mombasa County wamesumbuliwa sana na mambo ya usquatter. Mambo ya watu wanaishi kwa mashamba ya absentee landlords. Nimechukua pesa ya serikali bilioni 5 kununua hayo mashamba, niwapatie nyinyi muweze kuishi kama wenyeji wa taifa letu la Kenya, mutoke kwenye usquatter. Jameni, nawaeleza bwana, mtu kuishi squatter ni kama mkimbizi katika taifa lake. Ni kweli ama si kweli? Mtu ambaye anaishi squatter hajui ataishi siku ngapi, hajui atafurushwa lini, hawezi kupanga mambo ya maisha yake, hawezi kupanga kilimo, hawezi kupanga uwekezaji, hawezi kupanga chochote kwa sababu yeye hajui anaishi hapo kwa muda gani. Na usquatter ndio imechangia sehemu kubwa kuleta umaskini pwani hii. Na ndio nimesema nikiungana na hawa viongozi wenzangu, nimeungana na Ali Hassan Joho, nimeungana na Salim Mvurya, nimeungana na Bwana Kingi, nimeungana na Abdul Swamad, nimeungana na hawa viongozi wote kusema tunamaliza mambo ya usquatter pwani hii. Mimi narudi hapa Mombasa ndani ya siku 90 na kuja hapa kutapatiana title deeds 200,000, 200,000 title deeds kutokana na mashamba ya absentee landlords, nipatie watu wa Mombasa muweze kuishi kama wenyeji. Jameni, Mombasa hoye! Mombasa hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nimekubaliana na huyu Abdul Swamad, hatutaki tena mwananchi aangaike na gharama ya hospitali. Mwananchi aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Pesa gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya SHA ambayo inasimamiwa na serikali ya Kenya. Nyinyi mnaelewana na mimi, watu wa Mombasa? Mombasa hoye! Wacha nirudie mwenielewe. Nimesema hivi, mambo ya afya sio starehe ya matajiri na wale wako na kazi na wale wako na uwezo. Afya ni haki ya kila Mkenya. Na ndio tumesema hatutaki tena mwananchi
aende ati alipe gharama ya hospitali. Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake. Tunataka kila mwananchi aende hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa. Gharama ya matibabu ilipwe na serikali ya Kenya. Mombasa, tunaelewana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mimi nawauliza vile vile, na nataka mnisikize vizuri. Mimi nimeweka pesa nyingi sana katika mambo ya elimu ya watoto wetu. Tumejenga madarasa 23,000. Mimi nimeajiri walimu 100,000 na naajiri walimu wengine 20,000 mwaka huu, kwa sababu nimesema hatutaki tena mtoto wa Kenya akose nafasi ya kusoma, kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa. Elimu ndio inafanya mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wawe sawa. Na ndio sababu hiyo nawauliza ndugu zangu, watu wa Mombasa, kila mmoja wetu, watoto wetu wote waende shuleni. Tuko na pesa ya kuwasomesha, tumejenga madarasa, tumeajiri walimu. Tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Jameni, watu wa Mombasa, mnakubali tusomeshe watoto wetu? Nasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee na kazi. Nipange mambo ya elimu, nipange mambo ya matibabu, nijenge masoko, nifanye affordable housing, nijenge hostels, nipanue bandari. Hebu nione wala anasema tuendelee na kazi, tuendelee na kazi. Si ndio? Mimi mwisho nataka niwaambie, msikuwe na wasiwasi na wale majamaa wengine wale. Wale majamaa hawana mpango bwana. Sera hawana. Agenda hawana. Ati kazi kubwa wamefanya. Ati ile akili yao mahali imefikia. Ati nikunitafutia jina ati Kasongo. Wale watu ni mafala sana bana. Wale watu wako chini. Sasa niwaulize nyinyi watu wa Mombasa. Mmesikia wale wa jamaa? Mambo ya port hawaelewi. Mambo ya matibabu hawana mpango. Mambo ya barabara hawana hata agenda. Hiyo kazi yao yote ni matusi. Wanatuletea ukabila, wanatuletea chuki, wanatuletea ubaguzi. Na mimi nimewaambia, Kenya hii tumekubaliana tunafanya kazi kwa pamoja. Ndio mumeona tumetengeneza serikali ya broad base ambayo inaunganisha wana ODM, wana UDA, sisi zote serikali moja, tuweze kutembea kama Wakenya wa nchi moja, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Jameni, ama mnasemaje watu wa Mombasa? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Wala wanasema tuungane. Kwa hivyo nyinyi watu wa Mombasa mnasemaje? Ati Mombasa mnasemaje? Ati Mombasa mnasemaje? Ati Mombasa mnasemaje? Hebu nione tutam ya Mombasa, nione tutam ya Mombasa. Sikizeni bwana, msifanye wale watu wakatupotezea wakati. Wale watu wa ukabila watuletee kasheshe na kupotezea wakati. Wale majamaa hawana mpango, hawana maono, sera hawana, agenda hawana. Ama si nyinyi mnawajua? Mnawajua wale majamaa? Ati maono hawana, agenda, sera, mpango, hata akili hawana bana. Wale wako down, wako chini sana. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Wacha nimuite ndugu yangu